Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile mmesikia watoto wakiongea. Mzee simka. Maashas. Tena wote watatu. Vile mmesikia watoto wetu wakiongea. Amen. Amen. Unajua kuna ile watu wanasema wanaume huwa waonyeshe uchungu wao wa uso. Sababu wewe mwanaume familia inapokuona unalia ama na nini wanatatizika sana. Amen. Kuna wakati ambapo hizo ripoti zilikuwa zinakuja huku na huku, na ripoti zenyewe ukiziangalia ziko na uzito. Amen. Sasa aswa kuhusu wa watoto wangu wawili, maana hao ni watoto wangu, huyu ndio mkubwa na huyu ndio mdogo, na kuna kengine kimbia hapa zuka kwa. Bwana Yesu asifiwe. Kachukua sahani. Kuna kengine ndio kale ndio kakitinda. Urengeshe hivi. Sasa hizo ripoti zilikuwa zinakuja. Sasa unajua umetoka huko uko na lako, ukifika hapa mama naye anakwambia lake. Amen. Amen. Sasa ikafika mahali nilikuja nikalala hapa, nilikuwa peke yangu. Nikaongea mambo kwa uchungu. Hawa watoto wangu wenyewe wanasoma kibahati. Alafu majaribio na hayo ambao yako hivyo. Mara unaambiwa amepelekwa hospitali, mara ameambiwa hakuna madawa, mara sijui daktari amefanyaje, shuleni kuna hivyo vile wamesema, sijui kuna mapepo, kuna watoto, kuna mwingine huyu sijui alikuwa anatembea na yeye, sijui nyanya yake amekufa kwa sababu kuna mtoto amesema hivyo. Sasa ukawa na ripoti ambao zinakuja za mapepo zikawa ziko nyingi sana. Haya, huku nayo Likoni kuna yale yanakuja, sijui watu wakiangalia ubao macho ndio yanatoka machozi. Sijui sasa watu hawasomi, kichwa kinauma. Sasa kuna ripoti ambazo hazikupi amani. Kwa kweli niliweza kukuja hapa kanisani nikiwa peke yangu. Niliomba muda mrefu, alafu nikasema Mungu, ikiwa watoto watatu wataingia kidato cha 4 kila mtoto afanye mtihani wake, alafu amalize arudi nyumbani akiwa salama, nitakuja kufanya sherehe hapa kwa ajili ya hao watoto watatu. Amen. Amen. Kwa kweli Mungu akanijibu. Wa kwanza alimaliza, ambao alikuwa ni Lydia, ndiye alianza kumaliza. Nikasema kwa sababu niliweka ya watatu, bado hao wawili ikawa bado mwaka na aliye Joan. Tukiwa bado tunaongojea Joan anakuja na ripoti. Unajua alikuwa amejoin, kumetengeneza boarding kadogo hapo. Sijui alikuwa watoto kama 100 sijui ni ngapi. Anakuja usiku anasema wajambazi wamevamia shule. Na unajua ile shule ni wasichana, hakuna mwanaume. Ni wanawake tu, alafu ni watoto, sasa ni wasichana. Majambazi wamekuja, sijui wamevunja milango, sijui nini, na watoto wako hapo. Akarudi. Sasa ile mitihani ikawa ni mingi sana. Nikasema Mungu, kumbuka niliweka nadhiri yako. Kweli umenijibu kwa mmoja, lakini bado wawili. Na kweli vile Mungu alivyo mwaminifu, katikati hayo majaribu yote, hawa watoto wote wamemaliza. Amen. Amen. Sasa vile wamemaliza, ikawa sasa ni mimi nilipe nini? Deni. Licha kwa ni kweli wamepitia majaribu, lakini hayo majaribu hayajawameza. Kuna watoto wengine wazazi wao wako na fedha kweli, si kama si pengine tunabambanya karo ya shule. Watoto wao wako na fedha kweli, lakini wanapoenda shule kidato cha 2 cha 3 amepotea. Kidato cha 2 ameenda. Mara mwingine ameshikana na bodaboda ameolewa, unaletewa mjukuu. Watoto wengine wamepitia katika hayo maisha. Amen. Amen. Lakini hao watu licha kuwa maisha yale wameishi shuleni ni magumu, kwa kweli inafaa wazazi tukuongeze watoto.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi hapa watoto wangu kama baba yenu na kama baba yenu wa kiroho na washukuru, asanteni sana. Amen. Maana mmeheshimisha kanisa hili. Amen. Kwa Amen. sababu sasa mmevisha kanisa hili sura nyingine mpya, kwa watoto wetu hawakwami njiani. Amen. Na nyinyi wengine ambao mmekaa hapa ambao mnaendelea na shule, ningependa mpate nyayo za hao wengine ambao wamewatangulia. Amen. 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 Mmesikia ripoti kule, si rahisi. Kuna mitihani na kuna majaribu. Kwa hivyo siende kidogo kichunwa ugomee shule, useme siendi shule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kwa hivyo mfuateni nyayo za hao wengine ambao wametangulia, na mimi hapa nasema kwamba Mungu ametuvisha heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wanapotembea huko nje watasema wale ni yuthi wa Ebeneza. Amen. Amen. Ndio sasa kanisa pia litapata heshima kupitia hao watoto. Amen. 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 Kwa hivyo mimi nikasema leo nitatoa hiyo nadhiri, na katika hali hiyo, kwa sababu nimeambiwa kwamba niongee machache na hata nisome neno kwa ufupi. Kwa hivyo ningependa mtu mmoja atufungulie Biblia, kwa sababu nasoma neno kwa ufupi sana, alafu tutamaliza. Kumbukumbu ya Torati 21 mpaka 25. 23 mstari wa 21 mpaka 25. 23 mstari wa 21 mpaka 25. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako ataacha kuitaka kwako, Hataacha kuidai. Soma vizuri hapa. hataacha kuitaka kwako. Aha. Nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari uliyoahidi kwa kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema unapoweka nadhiri usiwe mlegevu kuiondoa. Amen. Amen. Na sasa hii ni nadhiri ambayo niliweka na Bwana akajibu kulingana na vile niliweka, kwa sababu ya hizo mitihani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami leo tunaiondoa hii nadhiri machoni pa Bwana. Amen. Na ili Bwana akaweza kuachilia baraka juu ya watoto wetu, maana wasije wakazuiliwa baraka zao, kwa sababu mimi baba yao sijaondoa nadhiri ile niliweka juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo sasa leo tuko hapa kwa ajili ya kuiondoa nadhiri ile, na tena kwa ajili ya kuwabariki watoto wetu na wazidi kuenda mbali mahali Mungu atawezesha kufika. Amen. Amen. Na hata hii masomo yao wanaenda pia Mungu awafungulie mlango na njia kwa ajili ya masomo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii pia nataka kutoa kama himizo kwa Mkristo yoyote, mama ama baba ulioko hapa ndani. Nadhiri unapoiweka, Bwana anadai juu ya maisha yako. Na hiyo nadhiri inaweza kuleta mambo, kusababisha mambo mengine juu ya maisha yako yakaweza kufanikiwa, kwa sababu Mungu anadai kile ulichoweka katika kinywa chako wewe mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Biblia inatuambia ni heri usiseme, lakini ukisema katika kinywa chako, Bwana hataacha kuidai hiyo nadhiri uliyoweka. Maana wengi tunaona kuzungumza tu ni rahisi. Amen. Amen. Alima soma fungua Zaburi 50 mstari wa 14.
Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Soma ya pili chini hapa. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tumtolee Mungu dhabihu. Dhabihu tofauti na dhabihu. Tuelewane hapa. Amen. Amen. Tumtolee Mungu dhabihu na tumtimizie Mungu nadhiri zake. Nadhiri ni zile vitu na idingi ukiwa katika hali ngumu. Ama nadhiri ni kila na idingi mbele ya kanisa. Mfano, tunahitaji speaker. Speaker ni 20,000. Onyoshe mkono useme mimi nitatoa 10,000. Hiyo Mungu hawachi kudai. Hata uhame kanisa. Kwa hivyo kuhama kanisa si suluhisho. Suluhisho ni utimize kile ulicho kifanya kuyekeadi kwa mdomo wako. Ndio maana anasema ukiniita wakati wa mateso yako, nami nitakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kwa hivyo katika hali hii, ningependa tu kuomba kiongozi wa ibada dakika moja. Tusimame tu kwa miguu yetu, tutamke baraka juu ya watoto wetu. Amen. 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 Yesu Bwana, Yesu naomba unisikie. Unapozuru wengine, naomba usinipite. kiti chako cha rehema nakitazama magoti napiga pale, naomba nisamehewe. Omba tu ukitaja majina yao watatu. Baba, ewe Mungu uishie na kutawala. Tazama mtakatifu Bwana, nakabidhi watoto hawa mikononi mwako. Kunaye Lydia, kunaye Mwaka, kunaye Joan, Masia, wote Baba na wasongeza mbele ya kiti chako cha enzi, ili Baba mtakatifu Bwana ukaweze kuwapigania na kuwatetea katika safari yao. Ewe Mungu uishie na kutawala kule wanapoenda, mtakatifu Bwana ukaweze kuachilia baraka juu ya maisha yao. Ewe Mungu Baba, enda Baba ukalidirishe jina lako Yehova Jireh Masia kwa ajili ya matendo yako makuu, ili Baba mtakatifu Bwana ukaweze kuabudiwa kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Ya asante Yehova Jireh Bwana mtakatifu, jinsi Baba umewatoa mbali na Baba bado wako na safari ya kuenda. Enda Baba mtakatifu Bwana ukaweze kuwafunika kwa ajili ya maisha yao Yehova Jireh Baba. Ni asante mtakatifu Bwana, maana Baba mtakatifu ndiwe kimbilio la maisha yetu. Mungu ishe na kutawala, wacha neema yako Bwana na kibali chako vikaweze kuinuliwa, maana Baba mtakatifu hakuna Mungu mwingine. Najua Bwana waweza, najua Baba waweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana waweza. Najua Baba waweza, najua Bwana Yesu waweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Kabla sijamaliza, wacha niite mzazi mmoja pia, maana nimeongea kwa niaba ya hao wawili na kuna mzazi wa Janet. Amen. Amen. Sijui ni mama ama ni baba atakuja, mmoja wenu ajichague. Sasa unakimbia mwanao tena. We.
ama njooni nyote. Amen. Nyote. Amen. Hawa Amen. ndio wazazi wa Janet, pia wanaweza tuelezea yale machungu ama magumu ama mazito wamepitia kwa ajili ya masomo ya mtoto wao. Karibuni kwa dakika moja. Amen. 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 Maana kama ni kutembea zile shule alitembea kazi aliyokuwa anasema, basi ni kwa ajili ya uwezo wetu. Wanaweza kusikia. Kwa ajili ya uwezo wetu tulikuwa tumenyesha mkono mahali tunafika hatufiki. Wanaweza kusikia. Amen. Anarejelwa na kufunga na nyumbani na kama wanaweza kusikia. Amen. Ndiposa anaona amevuka mpaka huduma amefika. Wanaweza kusikia. Amen. Lakini tunamshukuru huyu Mungu kwa maana huo muujiza aliofanya ni mkubwa. Wanaweza kusikia. Amen. Kusema kweli kama tungeachua sisi wenyewe angemaliza. Lakini Mungu na maombi akaona ni vyema akatoa hiyo njia. Wanaweza kusikia. Amen. Mpaka naye amesoma sasa hiyo college amemaliza. Nikumshukuru huyo Mungu. Amen. Maana kama tungeachua sisi wenyewe hangefikia mahali alipofikia, lakini kwa neema ya Mungu. Mungu amemwezesha na akatuwezesha na sisi kuziba ile aibu yetu ya kwamba watoto fulani hawakufika secondary, hakumaliza form kwa sababu ya fees. Amen. Lakini Mungu akatoa ile njia mpaka sasa hivi tunamshukuru huyo Mungu. Amefika college na hata kwa college sijadaiwa hata shilingi. Lakini neema ya Mungu inafanya nini? Inafanya kazi. Ni hayo na Bwana. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Sasa ni wakati ambao nataka kubariki wasichana wangu. Je, simame hapa yote watatu. Ningependa Masharo nisimama hapo.